Karibu, hii ni Senator TV. Leo katika kipindi chetu cha Senator Check tunaenda kuangazia maradhi aina tofauti tofauti, na pia tutakuwa na tendency ya kuwa tunatoa mafundisho ya magonjwa na pia namna gani ya kuyatibu. Kwa hivyo leo katika kipindi chetu hiki tutaongezea na vitu vingine ambavyo havikuwepo, na pia tutaangalia vitu vingine ambavyo tutakuwa tunaviongelea kila siku. So tunakukaribisha sana katika hiki kipindi, tunaomba tuwe pamoja. Na pia msichoke kutafuta katika mitandao yetu ya kijamii ikiwepo Facebook, andika Senator Media Tanzania, Instagram Senator Media Tanzania, TikTok Senator Media Tanzania, pia na YouTube Senator Media Tanzania. Kwa hiyo leo katika kipindi chetu cha Senator Check tunaenda kuangazia gonjwa linaitwa fungus, ambapo kwa Kiswahili wanasema ni mapunye au mashilingi. Kwa hivyo haya mashilingi yana affect sehemu nyingi za mwili. Unaweza ukakuta kichwani, unaweza ukapata kwenye viungo mikononi, unaweza ukapata kwenye miguu, unaweza ukapata pia na sehemu nyeti. Kwa hiyo sasa hapo tutaenda kuangalia pia kwa nini mtu ifike mpaka anapata hizi fungus. Visababishi vya fungus vipo vya aina tofauti tofauti. Cha kwanza kuna kuambukizwa na mtu. Inawezekana mtu alikuwa na hilo shida akakugusa au wewe ukamgusa, unaweza ukapata, kwa sababu ni gonjwa ambalo lina affectiwa au linasababishwa na kugusana au kuvaa nguo ambazo mtu alikuwa na shida hiyo, na wewe ukaenda ukavaa, inasababisha. Pia kuogea hata sabuni ya mtu ambaye alikuwa na hiyo shida, na pia unaweza na wewe ukaogea, unaweza ukapata. Na pia unaweza ukapata kwa njia ya kujamiiana. Ukikuta kama mtu ana fungus sehemu za asili, anaweza akakuambukiza. Na ndio maana zaidi tukiwa ikitokea mwenzi wako au mmoja amepata hiyo shida, akienda kwa daktari hawezi akakwambia utumie dawa wewe mwenyewe. Lazima pia atakwambia mwambie na mwenzi wako. Kwa hiyo hapo ni vitu ambavyo vilikuwa vinasababisha hilo tatizo. So sasa hivi tunaanza kuangalia namna gani ya kutibu hiyo shida kama ukiwa umeipata. Kitu cha kwanza, ukiwa umepata hiyo shida, cha kwanza na kushauri zingatia usafi. Kwa sababu hata ukizingatia usafi unaweza ukajikuta hiyo shida inaondoka bila wewe kujua. Kwanza kabisa jitahidi, kitu cha kwanza, zile nguo ambazo unakuwa umevaa mwanzo ukiwa na hiyo shida, jitahidi wewe unazifua. Ukishafua zianike sehemu yenye mwanga, ambapo sasa yale maji ya kusuzia yale nguo niuzia sabuni ndogo sana ya Dettol ya kimiminiko, alafu naanika sehemu yenye mwanga. Kingine, usilale na nguo za kubana. Kama ukijua labda una fungus sehemu nyeti, usilale na nguo za kubana. Vaa nguo ambayo ni loose tunasema, ambayo sasa ile haiseleleti ile shida kuongezeka. Pia jitahidi mna ambao unakuwa unaoga, ukishamaliza kabla hujavaa nguo, jitahidi kwamba zile nguo zote ambazo utakuwa umevaa kwanza jikaushe na taulo safi ambayo utakuwa umeiandaa. Alafu hiyo taulo ukishamaliza usianike ndani, ianike sehemu yenye mwanga, kwa sababu wale bakteria unakuta wana seto pale kwa muda mrefu. Pia usivae nguo kabla uja assess nguo ambayo umeivaa. Na pia jitahidi sana mwenzi wako ambao utakuwa naye ukiwa umeshapata hiyo shida, na yeye pia awe ametumia dawa. So baada ya hapo sasa ndio unaweza kama ukiona tatizo linazidi, ujue labda hapo tayari utakuwa umeshapata ile shida kubwa imezidi, ndio unaweza ukaenda ukamwona daktari, ambapo sasa kwenye issue yetu tutakupatia health care. Ndio kama unaweza kupatia ushauri unatoka kuongea. Baada ya hapo tukiona na huo ushauri pia unaendelea kuutumia, lazima pia utumie nini? Utumie na dawa, ambao dawa hizo ndio zitakusaidia wewe uweze kutatua tatizo zaidi. Kwa hivyo kwenye zile dawa pia ziko katika hatua nyingi. Cha kwanza lazima upate inategemea na dawa ambazo inategemea na fungus ziko sehemu gani, lakini kama zikiwa na sehemu nyeti au kwa mwanamke na mwanaume itakuwa za aina tofauti tofauti. Kwa mwanamke kuna namna ya kumtibu kivyake, na mwanaume kuna namna ya kumtibu kivyake. Tukianza na mwanaume,
Kitu cha kwanza, inatakiwa kwanza upate dawa ya kupaka ambayo tunasema fungal cream, ambazo kuna fungicide ambayo ni ya kuua fangasi, na kuna fungicide ambayo hiyo ni ya kutuliza. Kwa hiyo unavyoenda daktari, wewe unavyomuelezea, lazima uangalie kwamba dawa aliyokupa iko namna ipi. Alafu pia lazima utapata dawa ya antifungal vidonge ambavyo vitakuwa vinaua ile fangasi sehemu za siri. Kingine, lazima upate sabuni ya kuogea ambayo medicated soap, ambayo medicated soap itakusaidia ya kuweza kuua wale bakteria sehemu husika. Baada ya hapo, unaweza sasa ndo ukapata hiyo ya kuapply na pia sabuni, na pia zaidi kienda ndo unaweza pia ukapata na antibiotic. Ila sasa ni kulingana na infection ile ilivyo. Tukienda kwa mama, kwa mwanamke ambaye atakuwa pia ameshapata hilo tatizo, na yeye pia atapata dawa ya kuapply kama ni sehemu za asili, kwa sababu wao unaweza kukuta wanatoka na uchafu wa aina tofauti tofauti. Next season ambayo ni kipindi kijacho, nitaenda kuongelea discharge zile ambazo wanawake wanapata baada ya kuwa wamesha pia affected na hizi fungus, kwa sababu wanaweza kuwa wanapata fungus ambazo wanaona discharge nyeupe, nyingine ya njano, au nyingine inatoka ina damu na njano. Kwa hizo zote tutakwenda kuzichambua ili tuweze kujua kwamba namna gani ya kuwasaidia. Lakini hizi fungus za kawaida ambayo atakuwa anapata labda muwasho bila kutoa discharge, lazima apate kwanza cream ya kuapply pale, atapata na vidonge vya fungus, na pia atapata na antibiotic. Kwa sababu kwa nini tunatoa antibiotic? Ili kuhibiti zile fungus zisiende kwenda kwenye kizazi ndani, baadaye kikamletea labda ma-PID manini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hapo hayo ndo matibabu. Lakini basi baada ya kuwa umeshapata matibabu, najua moja kwa moja lazima utakuwa umeshapata tiba ambayo ni nzuri. Kwa hiyo nakusii, sisi tunafanya hivi vipindi, utaendelea kujifunza na pia kupata elimu namna gani utakuwa unatibu tatizo. Sisi tunachokusii unatembelea ukurasa wetu pote nilipoongelea, Facebook, Instagram, TikTok na YouTube, ili pote unapata mafunzo na dawa gani ambayo utakuwa unatumia. Kwa kutucheki sisi, tutafute kwenye mitandao yote hiyo ambayo niliyotaja, au tupigie simu, tuko sehemu yote, na pia tunafanya delivery ya dawa, na pia kwa ushauri zaidi, ushauri tunatoa bure bila changamoto yoyote. Tunakusii, namba yetu ya simu ni 0785786666. Tupigie muda wote, na pia tunafanya home care delivery. Unaweza ukapata huduma ukiwa nyumbani bila kwenda hospitali. Karibu sana. Mimi naitwa Dr. Senator, na nitakuhudumia bila changamoto yoyote. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibu katika kipindi chetu cha Senator Check. Asanteni sana.